Hapo kanyumba unakaa ni mchanga. Hapo kagari unalipa nako ni mchanga. Kwa hivyo Mungu akitaka kukubariki, anabariki mchanga wako, anabariki udongo wako. Bwana Yesu asifiwe sana mami. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kukubariki, huwa anabariki rangi magateri wako, anabariki mchanga wako. Maana mchanga wako ndio umebeba kila kitu chako, ndio umebeba pesa yako, ndio umebeba hiyo nguo umevaa ni mchanga. Huyo mke wako mko na yeye ni mchanga. Huyo bwana yako mko na yeye ni mchanga. Hiyo nyumba unaliga nayo ni mchanga. Hiyo gari unatembea nayo ni mchanga. Anything you own in this world ni mchanga. Kwa hivyo, if God wants to bless you, atabless mchanga, not you. For you to be cursed, ni mchanga utalaaniwa. Andika, na unaambiwa andika. Hapa amesema, andika huyu mtu hatazaa. Hakuna biashara utafanya ndani. Hakuna marriage utafanya isimame. Watu watakunyang'anya vitu zako waende nazo ukiangalia hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu chochote utaanzia, aiwe hata hii huduma hii inafanya sasa, hii ni mchanga. Na kama singefungua mchanga wangu, singekuwa nimesimama hapa. Nimejaribu mambo mengi dunia hii. Nimejaribu. Enda kwa Google, enda Google jina yangu uangalie. There are 300,000 pages about me. Baba ile ilikuwa ile ya WikiLeaks. Enda angalia WikiLeaks. Nimewekwa hapo. George Bush akidiscuss. Enda bunge ya Congress wanamediscuss. Enda bunge ya House of Lords wamediscuss. Walikuwa nasema a Mau generation has come back. Na unajua tumezea tuko sahihi ndio tulikuwa watoto hapa Kenya. Sasa waliona wenye akina Guka waliwafanya. Sasa wamesikia tena Mau has come back in Kenya. Niliweka peji mzima front line UK. So it is your soil that is cursed. And if your soil is cursed, Consolata, wherever you go, uende duniani. Uende kwa mwezi urudi, uende kwa jua urudi, uende kwa nyota urudi, uende sayari yoyote ile, uende galaxy, uende mahali popote. Kama imeandikwa. It only requires a person anointed for that job. In the Bible tuko na Elijah, tuko na kina Hosea, tuko na kina nani? Tuko na kina Paul. Lakini they were not anointed for that job. God anoints a person for that job. Ndio uliona katika Yeremia anamwambia nimekupatia, Yeremia 1:9 inasema nini? Nimekupatia kazi gani? Ya kung'oa, kuvunja, kuteketeza, kuharibu na kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a special anointing that was given for that. Alipatiwa anointing hiyo kung'oa, kufanya nini? Kuvunja madhabahu. Gideon was given that job, kuvunja madhabahu. Ndio uliona ikonga ni madhabahu ambayo yanavunja. Ukivunja madhabahu ulimwengu wako unafunguka. Sasa kupitia kwa madhabahu vita vyote unashinda. Kupitia kwa madhabahu hakuna shida hata moja utapata. Lazima uinue madhabahu, na unapoinua madhabahu yale lazima uyatolee sadaka. Na sio kwa sadaka tu, utoe sadaka kulingana na uzito wa kile kitu unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Najua ninyi wa Kristo mnazoea. Mkienda kwa waganga mnaambia kwa ukuje na 10,000. Lakini ukikuja hapo unakuja na 50. I'm not advocating, I'm not campaigning ati mnipatie pesa, mimi niko na zangu. Kukula yangu ya kukula iko. Lakini nataka nikufunguliwe. Bima uzito ya ile kitu. Sacrifices zinatolewa na watu wa Freemason. Watu wa shetani wanatoa sacrifice. Watu wa Mungu wanatoa sacrifice. Watu wa huko mabanda huko wanatoa sacrifice. Sacrifice is universal, sio ya dini. Ukienda kwa Waislamu wanatoa, ukienda kwa Wahindi wanatoa. Sacrifice, a sacrifice that succeeds. Sacrifice ambayo inashinda. Yaani katika ulimwengu wa kutoa sacrifice ni kama ulimwengu wa auctioneers. The highest bidder, yule anatoa sacrifice kubwa ndio ushinda.
Hata sasa wewe Mkristo, wewe unapigana na shetani leo. Huyo mtu wa shetani aende, wewe utoe 100,000 ya pesa kwa sacrifice. Huyo mtu wa shetani aende atoe 500,000 kwa sacrifice. Yake ndio itafanya kazi. It does not matter how you know Christ. Doesn't matter. Yule mfalme ambao walikuwa wanapigana na wana Israeli, walikuwa wanapigana na Wafilisti. Wakapanga kuenda vita. Naye Elijah alikuwa ametabiri vita mtashinda. Walienda kwa nabii Elisha. Na nabii Elisha akawatabiria na akawaambia mtashinda. Walikuwa wanapambana na mfalme, takuangalia ni basi gani hapo. Walikuwa wanapambana na mfalme fulani hapo wa Mfilisti. Walipokuwa kwenye vita, huyu mfalme wa Filisti akaona tutashindwa hii vita. Alishika mtoto wake wa kiume, his son, akamgongesha kwenye ukuta, akamuua, akamtoa kama sadaka. Wafilisti walimaliza Waisraeli. Licha ya kuwa unabii ulikuwa umetolewa, watashinda. Unabii unaweza kukutolea unabii hapa na kukwambia utapata gari mpya, lakini the process ya kupata hiyo gari ndio issue. The process to go where the car. Kuna mtabii mwingine alitabiria hapa KC what? Sijui KC what. The process ya kwenda kwa hiyo KC, unabii ni rahisi. You are blessed, amen. You are blessed, amen. Naona mashamba, amen. Naona matrakta, amen. Naona manyumba, amen. But the process, hiyo matrakta haitakuja hapa ikukute, hapa ikukute kwa bedroom. Usikia gani? Ile wale wanaweka ile gengele ile ya bado. Ndio kwa gari nani? Ni sisi matrakta ambao tumetabiriwa tutakuja kwako. It does not work that way. You have to initiate a process to make that happen. And to initiate a process, for that to happen, you must sacrifice to cover. A sacrifice ni kama insurance. Kuna ya third party na kuna ya comprehensive. Ya comprehensive inalipa na inalipa wale watu wako ndani. Ya third party inalipa kagari na bado unaendelea kufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. So a sacrifice is like an insurance to what you do. It does not matter where you give it. Hata ukienda kwa mganga, mimi nilienda kwa mganga na nikatoa 100,000 hapa batini. Na hiyo mganga alaniwa, alikula 100,000 yangu na akanipatia kakijiti niweke hapo. Nikakuja nikaingia gari za matu, nikakuja mpaka hapa bus station. Ati nilikuwa naenda kutafuta dawa, wa polisi wasi. Nilikuwa nimeshikwa ndani kitendo kinyango ndani. Kaje ni dawa ya kuzuia. Sasa nikaenda nikachanjwa, nikawekwa hizo machanjo. Kimama kidono, kichafu kiko kinanuka. Shetani ni kitu mbaya, shetani. Wewe bado unatumia kimama kidono kimenono. Kinaitwa kanini? Nikakipatia kuku mbili, kuku ya nyeupe, na unajua kutafuta kuku nyeupe mpaka upate kuku nyeupe yenye haina nini. Lema nini? Ukizunguka huko mtu kama wewe sasa ukizunguka kutafuta kuku nyeupe. Watu automatically wanajua nini. Na kuku nyeusi, watu automatically wanajua. Nikatafuta labda nikaambiwa lazima niende na 100,000. Nikaenda. Kimama kikakuja, nikanikalisha, nikaniambia nitoe nguo. Na nitoe mpaka trouser nikabaki na kaanda wewe. Sasa nimekalishwa nyungu hapa, nyungu imepasuka sasa ile iko na ile niduka huko. Sasa nikaanza kuzunguka kinazunguka. Hapo kinajikalia kwa kuoko hivi. Na nikichafu kimama kichafu. Shetani anakuwa na madharau. Kichafu na unajua linamaanisha uchafu gani? Ile huko nakuta huko na kule. Leo kwa huko kitu mkakisike kupaka duda. Nige Baka unakaa kwa kiti, hizo mabasi zilikuwa zinakuja hapa. Unakaa kwa kiti na mtu amehama. Kwa nini? Kwa sababu kuna harufu nyingine inatoka kwa mwili wako ambayo si ya kawaida. Hapo maiti za kiridi na saburu zinakupata bwana. Shetani anakuwa na madharau. Nimeacha 100,000 kuku mbili. Na mama nimetoka huko na mama kwa mgongo, mama ni mafia, mama mzee.
Alafu akanipatia kakijiti. Ati nikienda tu nikiona polisi ni wale naweka kwa mdomo hapa, hawataniona. Nikafika hapa bus station. Basi tukufika hivi kushuka. Kitu ya kwanza nilikutana na hao. Hata hiyo polisi siku moja tulikuwa na jirani hapa nje. Tulikutana na hiyo polisi hapa nje. Kushuka tu hivi. Kitu ya kwanza niliona polisi wakipita. Walikuwa patrol. Hawakuwa wananitafuta. Walikuwa kwa patrol zao. Wako na wakitoke wakikula milango. Nikasikia angalia. Mimi na askari akaniona, mkubwa ni aje? Nikamsalimia. Umepotea sana. Siku nyingi hujaonekana. Huyo alikuwa na wakitoke akaruka kando. Baba. Aregezea hapa. Nikasikia wakati arrest him immediately. Sasa nilijaribu nikarusha kwa kitu haraka nikaona nikakumbuka sijarusha. Nikarusha kwa mdomo haraka. Nikaanza. Sasa the more nilichu, the more walikuwa wakali. Nikiendelea kuchu, nao wanakuwa wakali. Baka nikachu sasa nikakatafuta vizuri nikakakua maji. Nikakalisha chini kachi. Mafunduki kaka. Nikasaraundiwa hapo. Venye niliendelea kuchu, ndivyo waliendelea kukua wabaya sana. Sasa nikashindwa. Nibayo. Nilikaa ndani the next 12 months after paying 100,000 kwa mganga na kukumbini na kupakwa maji kwa mgongo na akafika mkunji. Nilikaa siku 6 bila kuoga. Imagine hiyo kitu. Hiyo ndio mshahara wa shetani. That is how good he is to a sinner. And that is what the challenges we are facing. Mama nyingi hapa wazazi wenu walienda kwa waganga. Lakini juu hawakuambia, we are facing challenges because of your parents. Na hawakuambia na kusema hawawezi kusema ni kitu walifanya kwa siri. Sasa hiyo kitu inakukula kwa sababu kama walikuja kwenu na wakaweka hiyo gedito kwenu, hiyo ni madhabahu iliinuliwa. Hiyo ni madhabahu. Kama baba yako kuna kitu walifanya, fane na huko. Na hukuambia. Of course wewe unaweza kwenda kuambia watoto wako ati hii gari nimenunua niligoka mama mwingine hapo. Na ndio kile mtu mwanangu. Wewe ndio unajuanga hii gari. Ukipita kwa barabara watoto wakiambia nani that woman is looking at you. Unaambia tendeni nyamaza. Wewe tu kwa moyo wako unajua. Haiwezi wakijua hii gari ni ya huyo mama. Na peleka kashule kazuri, unaandaa tukuo tuzuri, lakini huyo mama ameenda kikasi. Huyo mama ameenda na ujui anaenda. Ujui kama huyo mama ni whatever worshiper. Anaenda huko anasema, ana prayer request. Kuna kama mtu kalinyang'anya, na mtu alilifanya, na mtu alifanya anaandika. Anaenda kwa mganga anasema kuna kama mtu. Una dunia yako yote itakuwa blacklisted. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the problems and challenges that as families we are facing and we are being faced with. And not unless we come to realize ourselves. Ni nini hiyo ndio ujielewe. Haihitaji maombi sana. Inahitaji kwanza ujielewe. Ukishajielewa ndio unaenda kwa yule mtu, unajua mtumishi. Huyu mama wa neno hapa anatoa mapepo. Na huyo mama mwingine anahubiri about righteousness. Wote wanahubiri kuhusu Yesu. Lakini huyu ni wanituko anasema papa. Huyu mwingine hasemi papa. Wote wanapeleka watu mbinguni. Lakini calling ndio tofauti. Ukienda kwa daktari utakuta kuna daktari wa meno na kuna daktari wa mifupa na kuna daktari wa macho. Labda uende Mama Lucy kama hiyo ingine. Ile kliniki za huko Mukuru kwa kwenda Kayaba. Zile ukipimwa lazima uwe na typhoid. Hiyo ukienda huko lazima typhoid itokee ama malaria. Wanaita kwa general practitioners. Lakini ukienda Agakari unatumwa to a specific doctor to look at you. The same thing in the spiritual world. There are people called Joshua was a fighter.
Joshua hakuwa mtu wa kupembelezana, alikuwa anaambiwa nimekutupatia Ai. Kwanza si kukupatia Ai, nimekupatia mfalme wa Ai. Sasa imagine Museveni amepatiwa mfalme wa Kenya. Unaambiwa huko nimekupatia mfalme wa Kenya. Sasa process si mfalme, process ni kushika hiyo mfalme. Huyo mfalme hapo na KDF, hapo na Kenya Police, hapo na NYS, hapo na Psycho Funds, haiko na Mugaga na haiko na kila kitu. Afike mpaka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So the process, that's why Joshua was told, be strong and courageous, because your ministry is about war. Akafika kwa mtu mwingine anaitwa Moses was a liberator. For you to liberate, you must undergo a slavery life. For you to become a liberator, you must go a process of a slavery life. Naye Moses alienda akafanyika mtumwa kwa hiyo familia, mpaka ikabidi Mungu amchokoze ainjinie kitu, mpaka akafanya mauaji, akaua mtu ndio atoroke. Alipotoroka alienda nchi nyingine. Alipokuwa kwa nchi nyingine ndio akajua utumwa ni nini. Kutoka hapo akaanza kulibariki watu. Praise be the name of God. Amen. So kila kitu unapitia goes in line with your ministry. So enda na wewe utafute line hiyo ya ministry hiyo, ujaribu kujiconnect na hiyo, kwa sababu ndio itazaa kile kitu kiko ndani yako. Sasa unaenda kwa Kanyale hapa ni prophet na wewe si prophet, na Kanyale unajua ni gani, utaanza huko kujishadili tena, ndio unakuta unakuwa sarakasi huko. Wengine wanaita kwa siku kuja anaitwa Konga wa Konga, lazima atoe nyoka kwako. Prophet Konga wa Konga lazima akikuja kwako, lazima atoe nyoka na atoe chura, na lazima ipatikane kwa bedroom yako, na akienda kuitoa lazima ukwachwe kwa sitting room kama umefunga macho. Anaenda anarusha kanyoka ya plastic na kanyoka ya chura ya plastic. Unajua zinakaa mzuri, anafinya zinaruka ruka. Sasa mkiwa mnaomba umefunga macho na nasema omba kabisa, omba, itisha Mungu, fungua anga ya kwanza, ufungue ya pili, ufungue ya tatu. Ukiingia ya nne Mungu anaanza kushuka. Ukiingia ya tano ndio huyo Mungu. Ukiingia ya sita ndio huyo Mungu. Kumbe kuna mtu anarusha vitu. Ukiingia ya saba Mungu anateremka. Sema amen. Ila Mungu unasikia anatoa. Unasikia anga imefunguka. Sasa nasikia nasikia Roho wa Bwana akinikai. Kuja. Muka. Sio ndio mwenye nyumba. Nasikia Roho wa Bwana akinikai. Hii nyumba iko na chura, iko na roho ya nyoka, iko na roho ya nyoka. Yesu nionyeshe roho hapo hapo. Yesu nionyeshe mpaka kwa kitanda. Hebu ingia hapo, angalia chini. Una kama baka na ukaroya. Nyoka. Najua yeye hakuona wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you get into the wrong ministries. You don't get into wrong hands of people. Instead of those people teaching you and making you understand your situation. Nikikuja hapa nikufundisha mambo haya na kufundisha ya spiritual mistakes and the altars and the curses. Ukiona sasa umepata afweni, umepata mwati ideka, go where you belong. Enda pale unafaa. Ukiona unafaa kukaa hapa, kaa hapa. Na ukiona haufai kukaa hapa, kanyaga kubwa. Enda kule unafaa, kwa sababu tutasumbuana. Kwa sababu you don't belong here. And that's the mistake tunakuwa na sisi. Mpaka ndio unakuta watu wanaanza kusema huyu mtu tukikaa na yeye kazi zinafungika.